Hello, I'm Boniface Mwaura beyond the headlines. Subscribe to enjoy the political in-depth analysis. Yeah, once again. Boom. Hey, Governor Mwanyeri Mutahi Kahiga, umeamua baba kutumika kama choo ya kanjo. Ya kwamba whoever wants to use you can use you. Umekuwa kama ukuta wa kanjo wa Ngara. Pale chokora anakuja na hitu na kojo hapo. Mwenda azimu anakojoa hapo, madereva wanakojoa hapo, watu wa ndugi wanakojoa hapo. Kila takataka out your head to be, use it. Because whatever you say, haikuangi maneno yako. Either you have been sent, paid to do so, because for you have proved yourself that you are a gun for hire. So the question is, who has hired you this time round? At one time you were hired by Gachagua, and the words you spoke the other day, tunajua hiyo maneno ni ya Gachagua, because it normally speaks. But this time around, the words you said the other day, hiyo maneno tunajua, tukifuatilia vizuri kuna kampu fulani ambaye inasemanga. Wale wa kabila wamejitokeza na wakasema hatu wamefurahi sana kwamba Raila Odinga amekufa. Ametumwa na ule mkabila aje akejeli watu wengine. Hiyo maneno ya yenye ulisema kampu ya Kibet, Faruk Kibet ndiye anasemanga hiyo maneno. So we are 100% sure that you have been paid by the group kuja uchome, because kazi yake inakuwa kuchoma. But my question is, when I was young, I used to believe that a person with a big head, with a bulk head, anakuanga na akili big. Lakini nimekuja kuconfirm, wewe umenikonfirmia kwamba kuwa na kichwa kubwa kama darama haimaanishi uko na akili. Because hiyo kichwa kubwa ambayo uko nayo, ungekuwa na ndio akili, haungekuwa naongea maneno ambayo unaongea. You could not be allow yourself to be used as a political condom, that whoever wants to use you can use you. Baba, huko hiyo maneno ya ukabila sisi tushatoka huko. Kenyans are living together as a family like this. Tuko kwa umoja. Hiyo maneno ambayo unajaribu kusema haitafanya. Wewe governor mzima, baba uka kama wewe ni uka unaongea hivyo, how about your grandson? Ataongea maneno gani? Watu wa Nyeri dibaurubia kai. Yes, Mejo yogo agikuwa inotedete muno pesa. I know that. Agikuli, we want money like nothing. Lakini kuna limit ambayo tunanini. You cannot sell your own people because of money. But what type of money do you want? I know you have dollars, you have all the kinds of money. Ni pesa gani unataka? You're a governor, watu wa Nyeri they interested you with the governorship, wakakupea. Kwani hiyo sio kazi? Ni pesa gani ambayo unataka? Sincerely speaking. To the extent ukuje uchome your community, uwagonganishe hivi, alafu juu ya pesa. Nyinyi ndio mnasema tunapenda sana pesa. Lakini yes, tunapenda pesa, lakini tuko na limit. Uwezi ukauza mama yako. Betraying your community is like selling your own mother. Sincerely speaking. Mutahi Kahiga. I thought that you were a grandfather. I thought that you were a father. When you speak like this, where have you left your children and your grandchildren and your legacy? What type of food do you eat? Tukatae kupea mbwa zetu sikuwe mjinga kama wewe. How can you come out and speak such nonsense? Hata maneno kama hiyo atachokora aweza akaongea. Hata mwenda zima aweza akaongea. President William, he does not torture you. What he'll do? He does not torture his opponents and his critics. What he'll do? He just give you a political robe and go hang yourself. William Ruto cannot come and engage a war with you. Once he realizes that you have become a threat, what he will do is just to call you and gives you a political robe. And you go and hang yourself. For example, where is Morola Kibaso, who used to criticize him? He called him and he gave him a political robe and he went and hanged himself. Sayana gagana kupigana na raia. Where is Kasemwe? Just Wamshoba also was loved by people. At one time we thought that he's a married. What President Ruto did, he called her and gave her a political robe. Now he's hanging herself. The other day she came. Hey,
Kajabe jaliama. Yeye ndio modo wako aliama. Oh, Gachagua ndiye aliiba buzi. Who has told you? Who has asked you about the goats? Kwani mbuzi zilikuwa watu? Gachagua alikuwa anafanya hiyo kazi yake, alikuwa anatetea kiti ya mama yake ama baba yake. Alikuwa anapigania nani? Alikuwa anatetea kiti ya nani? Stop fooling us you people. Wamushoba umeanza kuyubayuba. Wamushoba umeanza kuyubayuba. Na tunajua umelipwa. Wamushoba dead. Mutaikaiga dead. Now we have joined the likes of Orara Kibaso, who died long time ago. Politically. President William Ruto, you are very genius man. I don't know who is your political father. Lakini, he will not fight you. William Ruto will not come and fight you. But what he will say, what he will do is just to give you a political robe. Then you can hang yourself. Then the woman now turns between you and the people you were once representing. Naye Mutahi Kahiga sasa hawezi akatembea bali juu anajua kimeumana. But my question is, Mutahi Kahiga is a very mature person. This is not a person who could just talk things like these other people. This is a person who we believe that he's learning. This is a person who believes that he's a grandfather. He has advisors. How can you just come and you open your head someone utumike hivyo kama choo? Unalipoka tu maneno amba, but you are going to die politically. Because regarding Gachagua, we not allow. As this man is traversing the whole country, uniting people, telling people that, we watu wa mlima, hatuko watu wa kabila. And then, wewe unachoma. Sasa Kenya tunafanya. General Sun Tzu, in his book, The Art of War, he said that there comes a time you borrow the heads of your friend for you to survive. Borrow the head of Mutahi Kahiga to send a message to other spies that have been sent into your camp that if you do this, hang him. Si mwenye alitaka uwe kisiasa. You have influence in Nyeri County. Waongelesha MCA wa muimpeach. Ajibebe msalaba. Because if you don't do that, it will mean that wewe umemtuma. Because already there are allegations that it's you who sent him. But according to me, hapana. This has been sent by the other camp. Ambayo inaenesha maneno ya ukabila. So, borrow the head of Mutahi Kahiga. General Sun Tzu said, there comes a time when you borrow the heads of your friends. Nyonga au kisiasa, impeach this man so as to cleanse your name. So, my advice is that the Wamushombas, the Mutahi Kahigas, you want to drive this narrative that Gachagua is the problem of Mlima. That thing won't work. Wamushomba kuna mtu ameuliza, nenda kwa aliama, Kanyabe jaliama. Which man are you talking about? Kwani mbuzi ilikuwa wapi? Watu wamekufa pale kiwanja wawili juzi wamepiga. Kwa nini hujaongelea uhai ya watu ndio ongelee mbuzi? Mbuzi zililipwa. Tell a friend to subscribe to Boniface Mwaura, beyond the headlines, beyond everything. Hao wengine wanafuata nyuma sisi tukiendelea. Taongoja sana. Karibu sana. And humorous. It's deep, hard-hitting, insights straight from the corridors of political power. Factual and humorous. It's one-on-one.